Yo, mambo vipi? Kama kawaida ukishasikia sauti hii unajua something big is about to happen. Now guess what? Leo nataka nikufahamishe mambo ambayo yanatawala ama kuendesha dunia ambao watu wengi hawafahamu. Je, ni mambo gani hao? Ungana na mimi uweze kuyajua. Jambo la kwanza ni madeni, kwa sababu nchi nyingi duniani hazifanyi maamuzi zikiwa huru, bali zinafanya maamuzi zikiwa na madeni, kwa sababu nchi hukopa, riba huongezeka, masharti huambatana na mkopo. Na ndio maana wakati mwingine nchi inaambiwa badilisha sera zako, punguza huduma kwa wananchi, fungua masoko yako. Hivyo deni sio hela tu, bali deni ni chombo cha udhibiti kinachotumiwa na mataifa yaliyoweza kuendelea kunyanyasa mataifa madogo ambayo uchumi wake ni ya chini, jambo ambalo linapelekea mataifa haya madogo kushindwa kufanya maamuzi sahihi juu ya mustakabali ya wananchi wake, kiuchumi, kijamii, kisiasa, na swala zima ambalo linahusu nchi yake. Jambo la pili ni historia inayoandikwa na washindi ama historia iliyohaririwa. Historia nyingi tunazozifahamu leo duniani si historia kamili, bali ni historia ambazo zimeweza kuchaguliwa miongoni mwa historia chache, na ndio maana unakuta baadhi ya historia mashujaa fulani wanatajwa, mashujaa fulani wanafutwa, ama makosa ya wakubwa yanapuuzwa ama kufichwa kabisa. Tafiti zinasema ukidhibiti historia unaweza kudhibiti namna ya watu wanavyoweza kujiona, na ndio maana katika historia kuna baadhi ya mataifa yanaonekana ni makubwa ama mataifa ni powerful sana kuliko mataifa mengine, licha ya matatizo na madhila makubwa ambayo waliweza kusababishia kwa mataifa mengine madogo. Mfano mzuri wa hii kitu ni kwamba tukiangalia vitabu vingi ambavyo vimeweza kuchapisha na wazungu, ambavyo miongoni mwa vitabu vyao wanasema kwamba kabla ya ujio wa koloni Afrika haikuwa imeendelea. Hiyo inamaanisha kwamba baada ya ujio wa koloni kuanzia karne ya 14, 15, 16 na kuendelea ndipo Afrika ikaanza kupata maendeleo. Jambo ambalo si la kweli kabisa, kwa sababu hata kabla ya kuja ukoloni Afrika ilikuwa tayari imeendelea kijamii, kisiasa na hata kiuchumi. Hivyo wao wakoloni walivyokuja walikuta tayari kuna maisha ya jamii ya watu weusi, ila kwa kuwa walikupata kuanzisha utawala mpya, na ndio maana wakateketeza ama kudestabilize ule mfumo wa maisha ambao uliokuwepo. Hivyo kupitia vitabu vyao wameweza kuaminisha hata mataifa mengine kwamba Afrika haikuwa imeendelea, na hata baadhi ya watu weusi wanaamini kwamba kweli Afrika haikuwa imeendelea kabla ujio wa koloni, jambo ambalo si sahihi kabisa. Jambo la tatu ni media. Media haikwambii kila kitu, bali media inakwambia ni kitu gani ambacho unapaswa kijue, nini uonyeshwe, nini kifichwe, nani aonekane mzuri, nani aonekane mbaya. Na ndio maana watafiti wanasema ukidhibiti media umedhibiti hisia za watu, na ukidhibiti hisia za watu unadhibiti maamuzi ya watu. Jambo la nne ni elimu. Mfumo wa elimu ambao wanafunzi wanafundishwa hasa katika dunia hii ya leo, hasa katika bara la Afrika ama nchi nyingi za Afrika, ni mfumo wa elimu ambao unaandaa wanafunzi wakae wafanyakazi na sio watu wa kufikiria. Wanafunzi wanafundishwa namna ya kupata ajira, lakini hawafundishwi namna ya kuelewa mifumo ambayo inahusika na kutoa ajira hiyo. Na ndio maana ukiangalia limekuwa tatizo kubwa hasa katika nchi za Afrika, ambapo mfumo wa elimu unashindwa kabisa kutengeneza watu ambao watajua nini cha kufikiri. Hapa namaanisha kwamba education system ya Afrika haiwafundishi wanafunzi how to think, bali nawafundisha wanafunzi what to think. Hapo kwa Kiswahili namaanisha kwamba hii elimu ambayo inapatikana katika nchi nyingi za Kiafrika haiwafundishi wanafunzi namna ya kufikiria, bali inafundisha wao nini cha kufikiria. Hii inawafanya wao waamke, waweze kufuata ratiba, kutii sheria na wala kutohoji chochote. Hivyo namaanisha kwamba mfumo wetu wa elimu hasa katika nchi za Afrika unapaswa uweze kurekebisha endapo kama tunataka kupata maendeleo, kwa sababu mfumo wetu wa elimu unaua creativity na innovative. Hapa namaanisha creativity, namna unavyokuja na kitu kipya, kutengeneza kitu ambacho hakikuwahi kutokea, na kwenye innovative tunamaanisha kukiboresha kile kitu kilichopo. Na ndio maana ukiangalia mifumo ya elimu katika nchi zingine kama China, Marekani na kuendelea, mfumo wao unaandaa wanafunzi kuwa creativity na kuwa innovative, lakini kwa sisi bado ni janga. Jambo la tano linalotawala ama kuendesha dunia ni lugha. Lugha si chombo tu cha mawasiliano, bali lugha ni namna ya kufikiri. Lugha huamua nani aonekane mwelevu, lugha huamua nani asikilizwe, lugha huamua nini kionekane cha muhimu. Ndio maana lugha zetu za asili hasa kipindi cha ukoloni ziliweza kudhoofishwa na lugha za kigeni kama Kiingereza kupewa kipaumbele. Watafiti wanasema ukibadilisha lugha ya mtu unabadilisha mtazamo wake, na huu mfano mzuri tunaopata katika jamii yetu leo, hasa katika hizi jamii za watu weusi. Baadhi ya watu ambao wameweza kujifunza lugha za kigeni kama Kiingereza, Kihispania na lugha zingine, huwa wao wanajiona tabaka la juu kuliko watu weusi wenzao ambao wanaona watu ambao hawajasoma ama hawajui lugha ya kigeni kama ya Kiingereza ni kwamba watu wa tabaka chini. Na ndio maana hata sasa hivi hata kwenye kazi ukizungumza lugha ambayo inatawala dunia ambayo ni Kiingereza ni rahisi sana kupata kazi, lakini ukizungumza lugha yako mama ambayo ni Kiswahili, bwana, inakuwa ni changamoto, unaweza kuwekwa pembeni. Bwana, hayo ndio yalikuwa ni mambo ambayo yanatawala ama kuongoza dunia ambayo watu wengi mlikuwa mfahamu. Bwana, it's your boy here, Issa Mwimbi. We are done here.